Ni Tanzania mwenzenu, ndugu yenu. Kwa jina naitwa Jimmy Batistuta, lakini kwa sasa ninajihusisha katika huduma za nyumba za upataji nafuu, yani sober house. Lakini pia nilipita huko kutibiwa na almost miaka 13 tangu nimefanikiwa kuacha. Lakini maksudi kilichonileta hapa ni kuweza kutoa ushuhuda kuhusiana na athari za biashara haramu ya usafirishaji wa dawa za kulevya, kwenye mabano mimi naita sumu. Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo niko na nyie na niko hapa kutokana na mapito ambayo nilipitia, madhara ambayo niliyapata, shida ambazo zilinikuta. Nilipoteza thamani, nilipoteza utu, nilipoteza afya yangu pia. Niliweza kupata operation almost 4 kubwa kutokana na ubebaji wa biashara haramu ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Na nachongea hapa ni real life. Nikisema real life, maisha ya kweli, kwamba naweza nikawaonyesha kama ushuhuda yale ambayo yalinikuta mimi. Hii ni operation zimepita almost mara 4 hapa katika tumbo langu, ambazo sababu ni nini? Sababu ilikuwa ni usafirishaji wa biashara haramu ya dawa za kulevya. Kwa hiyo naweza kumshukuru Mungu sababu nimepita katika mapito ya operation 4, lakini Mungu akanichagua. Pengine Mungu aliona niweke hai ili leo hii nije kuwathibitishia nyie kwamba dawa za kulevya ziko na madhara mengi, ziko na madhara makubwa. Lakini pia iliweza kunisababishia TB kutokana na uvutaji, kutokana na ubebaji pia. Operation ndio hii, niliweza kupata athari ya kutokuwa na viungo baadhi katika mwili wangu. Lakini leo hii namshukuru Mungu, naishukuru mamlaka ya uratibu wa udhibiti na dawa za kulevya chini ya Commissioner General Autas Limo, kwa sababu nasema kwamba na wao walinipambania tangu ikiwa tume haijafika kwenye mamlaka wakati wa Shekiondo, ukiwepo dada Salome na mastafu wengine ambao tulikuwa nao tangu wakati huo. Na kupitia mamlaka niliweza kupelekwa soba. Mimi soba nilipelekwa kwa kusaidiwa. Sikuwa na mtu ambaye alinilipia. Nilichukuliwa kwa sababu nilikuwa ninahitaji kuacha. Nilikwenda nikafanikiwa, nikaacha, nikahudumu pale, na baadaye nikaona kwa nini nitoke. Pengine Mungu alinipitisha kwenye mapito haya ili niweze kuwa shuhuda na kuweza kuwasaidia wengine. Kwa hiyo kwa sasa hivi niko na vituo vya kuweza kuwasaidia wenzangu almost katika mikoa 5: Dar es Salaam, Dodoma, Kahama, Shinyanga, Mbeya pamoja na Tunduma. Na ninamshukuru sana Mungu kwa sababu kuna dhambi ambazo nilichuma. Ninaamini biashara hiyo kuna watu leo hii niliwasababishia vifo kutokana na kuwapa aidha kuwauzia heroin au cocaine na kuweza kupata overdose. Hii natubia sana, na ninafanya kazi hii ya soba kama ibada katika kutubia, katika kuwasaidia wengine wale ambao bado wapo kwenye matatizo kuweza kuwatoa. Lakini kuna watu wanaosababisha maradhi makubwa, pengine nilimpa heroin au kumuuzia akaenda kupiga sindano na kuweza kupata HIV au hepatitis B au hepatitis C. Lakini leo hii nasema kwamba hakuna jema ambalo ninaweza nikalizungumza kuhusiana na biashara haramu ya dawa za kulevya, zaidi ni majuto. Na kama kuna mtu ambaye ana ndoto au anafikiria kwamba anaweza akafanya biashara ya dawa za kulevya, kwanza nimwambie biashara hiyo haipo. Tulianza sisi na mambo ya tumbo, baada ya kudhibiti hizi airport kushindikana kupita, zikaonekana tupite kwa njia ya maji ambayo ni mabumu, lakini mamlaka kupitia Commissioner General wameweza kudhibiti, hakuna unga unaoingia hivi sasa. Hata hayo mashamba kule hayana wanunuaji ambao wananunua kuweza kuleta huko. Kwa hiyo kama una akili ya kusema nitauza dawa za kulevya, umechelewa. Huu ni wakati mwingine. Vijana tufanye kazi iliyo halali, kupata riziki iliyo halali. Jitume, jihangaishe, fanya biashara, nenda kalime, fanya maigizo, lolote la halali ili mradi uweze kuishi. Biashara ya kulevya ni biashara haramu. Tukiangalia hata hao ambao mmoja aliuliziwa swali kule, Pablo Escobar sijui nani. Je, tukija katika orodha ya wale papas wote hakuna ambaye yuko hai. Ukianza huyo Potoni Montana, Pablo Escobar, kuna wengine hamwajui, sijui Hanifu, Babu Chongo, Sadali, wote waliuawa na serikali zao kutokana na biashara haramu ya dawa za kulevya. Sasa wewe nani kama wale walishindwa, wa big dealers? Mimi na wewe hatuwezi. Kauli mbiu tuachane na biashara, tusafiri bila dawa za kulevya. Asanteni sana.